Karibu sana ndugu mwanafunzi katika programu yetu Jifunze Kiingereza. Mimi ni mwalimu wako Shaban Biomar na hapa tuko katika utungaji wa sentensi. Baada ya kuona utangulizi introduction ambapo tulizungumzia tutakuwa tunajifunza vitu gani katika kozi hii, sasa leo tunaanza rasmi. Hili ni somo la kwanza na katika ile mipangilio 7 ya sentensi tuliyoisema, leo tunaanza na mpangilio wa kwanza. Mpangilio wa kwanza ni ule wenye SLA, subject, link pamoja na adverbial, na tunaanza na positive statements. Maana yake ni sentensi zinazotoa maelezo, sentensi zinazoeleza. Huko mbele tutajifunza sentensi za maswali, sentensi za kukanusha, lakini hapa positive statement maana yake maelezo ya moja kwa moja yasiyo kanusha. Kwa hiyo tunaanza mpangilio wa kwanza SLA. SLA ambapo tukielezea tunasema ile S ni subject. Subject huyu ni muhusika anayetajwa mwanzo, anaweza kuwa mtu au kitu. Mwanzo wa sentensi yule anayetajwa, ambapo maelezo mengine ya mbele yanamhusu yeye. Halafu ile L ni link. Link ni kijineno ambacho kitakuwa kinazungumzia hali ya kuwa, hali ya kuwa, na hapa tutaangalia zaidi kijineno ambacho kinaitwa be. Na ile A ni adverbial. Adverbial ni neno ambalo linaelezea kuhusu wakati, kuhusu jinsi ya kitu kilivyofanyika na kuhusu mahala. Lakini katika somo letu hili la kwanza tutaanza na adverbial inayoelezea mahala, ili tuweze kupata sentensi ya kwanza yenye vipengele vitatu. Mfano sasa hapa tukisema he is inside. Unaona hivyo vipengele vitatu ndio vinaonyesha SLA. Ile he ni S, subject ndio muhusika, yeye. Yeye. Alafu L ni link. Neno linaloelezea hali ya kuwa ni ile is. Yeye yuko, unaona hali ya kuwa. Yeye yuko. Alafu A ndio adverbial inaelezea mahala, na pale neno letu ni inside. Wapi? Inside, ndani. Kwa kusema he is inside, sentence yako ina SLA. He ni subject, is ni link, na inside ni adverbial inayoelezea wapi yupo. Kwa hiyo sasa hapa tunatakiwa tuanze na kipengele cha kwanza. Kile kipengele cha kwanza kinachosimamiwa na S, yani subject. Inabidi uelewe maneno yatakao kuwa yanachukua hiyo sehemu ya subject ni yapi, yale yanayoanza sentensi. Mara nyingi subject huwa inakuwa ni jina la mtu au la kitu. Na jina hili linaweza likatengenezwa na neno moja au maneno zaidi ya moja yakiwa inaelezea labda mtu au kitu kimoja. Sasa sisi hapa tutaanza na vijineno ambavyo vinawakilisha majina, kwa sababu majina mengi tu unaweza ukataja jina lolote, na huwa hatujifunzi majina, huwa tunajua tu mtu anaitwa nani, kitu kinaitwa nini. Tutakuwa na misamiati of course ya majina kwa Kiingereza, majina ya vitu, majina ya nini, lakini majina ya watu inategemeana na mtu mpaka umuulize unaitwa nani. Lakini sasa kuna vile viwakilishi vya majina. Viwakilishi vya majina ndio tutaanza navyo hapa. Kwa mfano nikisema viwakilishi vya majina ni kama vile ukisema mimi, wewe, yeye. Sasa katika somo hili tunaanza na viwakilishi vya majina kuvijua kwa Kiingereza. Kwa mfano nikisema mimi, I. Mimi, I. Wewe, you. Wewe, you. Sasa katika Kiingereza yeye inagawanyika sehemu tatu. Kuna yeye wa kwanza, huyu ni mwanaume. Unaweza ukasema yeye wa kwanza ni mwanamke au ni nini, unavyoweza kuanza vyovyote vile, lakini kwa hapa tunasema yeye wa kwanza ni he. He ni yeye mwanaume. Yeye ya pili ni she. She yeye lakini mwanamke. Na yeye ya tatu ni it. Ile it inasimamia labda kiumbe kisichokuwa binadamu. Inaweza ikawa mnyama kama mbwa
paka nini. Kwa hiyo unasema it, yeye. Lakini vile vile hii it inaweza ikamaanisha kitu chochote ambacho si binadamu. Inaweza ikawa kitu kama vile jiwe, kitabu, kiti. Kwa hiyo kumbuka hizi ni nafsi za mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja mmoja, mimi, wewe, yeye. Mimi I, wewe you, yeye mwanamume he, yeye mwanamke she, yeye kiumbe ambaye si mtu it. Halafu kuna zile nafsi za wengi. Sisi, nyinyi na wao. Nafsi ya kwanza sisi, wengi. Nafsi ya pili nyinyi, wengi. Nafsi ya tatu wao, wengi. Na katika Kiingereza tukisema wengi ni kuanzia wawili kwenda mbele. Hiyo ni plural. Kwa hiyo sisi pale tunasema we. Nyinyi tunasema you. Wao tunasema they. Kumbuka sisi we, nyinyi you. Sasa pale kwenye nyinyi pale angalia, wewe ni you na nyinyi pia ni you. Kwa hiyo wewe akiwa mmoja utasema you, na wewe wakiwa wengi vile vile utasema you. Halafu kuna wao tunasema they. Hizi ndizo subject zetu ambazo tutakuwa tunazianza kwenye sentensi, na tunaanza subject yenye neno moja ambacho ni kiwakilishi cha jina, tunakiita personal pronoun. Sasa twende kipengele cha pili ambacho ni link, ambacho kinasimamiwa na L baada ya kuangalia S yani subject. Sasa L yani link. Sasa pale kwenye link kuna neno be. Hili neno be maana yake kuwa, ndio linaloelezea hali ya kuwa. Sasa hili linakuwa na mabadiliko, na mabadiliko yake yanategemea subject ni nani, lakini vile vile yanategemea wakati gani. Kwa mfano chati yangu hapa inaonyesha vizuri, tumeona pale subject halafu time. Subject time. Katika time kuna present yani wakati uliopo, na past yani wakati uliopita. Kwa hiyo hii be itakuwa inabadilika kufuatana na nani subject yako pale, halafu je unazungumzia wakati gani. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba ukiwa na subject I, basi be yako katika present itakuwa am. Utasema I am, mimi niko. Na wakati uliopita be yako inakuwa was, mimi nilikuwa. Kwa hiyo ukisema I am, mimi niko, I was, mimi nilikuwa. Ikiwa subject yako ni yeye, kama ni yeye mwanamume he, au yeye mwanamke she, au yeye kiumbe ambaye si mtu it, basi be yako katika present itakuwa is, na katika past itakuwa was. Kwa hiyo kama ni yeye mwanamume yuko, utasema he is, yeye mwanamume alikuwa, he was. Yeye mwanamke yuko, she is, yeye mwanamke alikuwa, she was. Yeye kiumbe ambaye si mtu yuko, it is, yeye kiumbe ambaye si mtu alikuwa, it was. Kwa nafsi hizo nyingine we, you na they. Kama we sisi tuko, be yako inakuwa are, we are, sisi tuko. Kama ni wakati uliopita, be yako inakuwa were. Kwa hiyo utasema we were, sisi tulikuwa. Sasa you hiyo inaweza ikawa wewe uko, utasema you are. Wewe ulikuwa, utasema you were. Lakini vile vile you inatumika kwa maana ya nyinyi. Kwa hiyo nyinyi mko, you are. Nyinyi mlikuwa, you were. Alafu they ni wao. Unaposema they, wao, wako, be yako inakuwa are, they are. Wakati uliopita be yako inakuwa were, wao walikuwa, they were. Kwa hiyo sasa kama hapa neno letu moja hili adverbio ambalo tumelitumia hapa kumaanisha ndani, yani inside, likija pale, sasa hapa unaweza ukatengeneza sentensi zako kwamba mimi niko ndani, I am inside. Mimi nilikuwa ndani, I was inside. Kama ni yeye
yuko ndani. Mwanamume, he is inside. Yeye mwanamume alikuwa ndani, he was inside. Utatumia hiyo kwa she na vile vile kwa it. She is inside, yeye mwanamke yuko ndani. She was inside, yeye mwanamke alikuwa ndani. It is inside, yeye kiumbe ambaye si mtu yuko ndani. It was inside, yeye kiumbe ambaye si mtu alikuwa ndani. Halafu kama ni sisi utasema we are inside, sisi tuko ndani. We were inside, sisi tulikuwa ndani. Wewe au nyinyi, you are inside, wewe uko ndani, nyinyi mko ndani. Kama ni wakati uliopita utasema you were inside, wewe ulikuwa ndani, au you were inside, nyinyi mlikuwa ndani. Kwa wao itakuwa hivyo, they are inside, wao wako ndani. They were inside, wao walikuwa ndani. Sasa unaona hivi ndivyo tunavyoangalia. Kwa hiyo angalia sana hiyo link, be ilivyogeuka kuwa am, is, are, au kuwa was au were. Hapo lazima uwe makini kwamba hili neno linaloelezea hali ya kuwa litabadilika kutegemeana na subject yako ni nani na unazungumzia wakati gani. Haya, sasa hii link imetupa sentensi ya kwanza na ya pili hapa. Sentensi yetu ya kwanza itakuwa ina ko. Ko. Ninaposema ko, kama ni mimi utasema niko, wewe uko, yeye yuko, sisi tuko, nyinyi mko, wao wako, labda ndani. Sentensi ya pili itazungumzia wakati uliopita. Kwa mfano, mimi nilikuwa, wewe ulikuwa, yeye alikuwa, sisi tulikuwa, nyinyi mlikuwa, namna hivyo. Ndio maana tunasema kuna linki hapo ambayo itakuwa inaelezea ko na ile ambayo inaelezea wakati uliopita likuwa. Ile ko wakati uliopo, likuwa wakati uliopita. Kwa hiyo kwenye ko pale tutatumia am, is au are. Kama tulivyosoma kwamba hiyo be itabadilika kufuatana na subject na wakati. Kwa hiyo ko wakati uliopo, I itakuwa am, he, she, it itatumia is, we, you, they itatumia are. Kumbuka wakati uliopo, sentensi ya kwanza. Sentensi ya pili likuwa. Kwa hiyo hapo be yako itakuwa was au were. Kama una I, he, she na it utatumia was. Kama una we, you na they utatumia were. Zote zina maana moja, hali ya kuwa wakati uliopita. Kwa hiyo hapa umeona link inavyobadilika. Tukiwa bado kwenye link hapo, tutaangalia vitu vinaitwa modal verbs. Modal verbs. Modal verbs ni vijineno ambavyo vinaongeza maana katika maana iliyopo kwenye linki yako au kwenye kitendo. Modal verbs ni maneno ambayo kazi yake kuongeza maana fulani katika sentensi. Kwa mfano tumepata sentensi ya kwanza ina ko. Hapo kwenye ko utatumia be present. Be present ni am, is au are. Na hapo kwenye likuwa utatumia be past, yani be ya wakati uliopita ambayo itakuwa was au were. Sasa kuna vijineno vingine vinaendana na ngeli zifuatazo. Kwa mfano namba 3 utataka kusema ta. Nikisema ta, kwa mfano atakuwa. Kwa hiyo ukisema mimi niko, mimi nilikuwa, mimi nitakuwa. Namba 4 nge, kama ukisema ningekuwa. Namba 5 napaswa, kama ukisema ninapaswa kuwa. Namba 6 naweza, kwa mfano ukisema ninaweza kuwa. Namba 7 ngeweza, kwa mfano ukisema ningeweza kuwa. Namba 8 huenda ka, labda ukisema huenda nikawa. Namba 9 huenda nge, labda ukisema huenda ningekuwa. Na namba 10 lazima, kwa mfano ukisema lazima niwe. Sasa hapo inategemea na subject. Itakuwa, nitakuwa, utakuwa, atakuwa, ningekuwa, ungekuwa, tungekuwa, wangekuwa. Ninapaswa kuwa, tunapaswa kuwa, wanapaswa kuwa, mnapaswa kuwa. Mpaka huku.
Kwa hiyo sasa hapo ujue kabisa kwamba nikiwa na ta, modal verb yangu inakuwa will. Will. Nikiwa na nge, basi hapo kwenye nge unaweka would. Would. Kwenye napaswa weka should. Should. Kwenye naweza weka can. Can. Kwenye ngeweza weka could. Could. Kwenye huenda ka weka may. May. Kwenye huenda nge weka might. Might. Na kwenye lazima weka must. Must. Sasa kuanzia namba 3 hapo ukishaweka will, would, should, can, could, may, might na must, basi B yako inabaki B kama B. Ndio maana hapo sasa tunasema ni modal verbs plus B. Maana yake ni modal verbs kufuatiwa na neno B. Kwa hiyo zikisha kuja hizo will, would, should, can, could, may, might, must, B yako haitakiwi kubadilika kuwa M, wala kuwa is, wala kuwa a, wala kuwa was, wala kuwa were. Inabaki B. Kwa hiyo utasema will be, would be, should be, can be, could be, may be, might be, must be. Kwa hiyo sasa tukichukua mifano hapa, tunaangalia 10 patterns, yani mipangilio 10 ambayo iko ndani ya mpangilio huu wa kwanza. Mipangilio 10, 10 patterns ambayo iko katika mpangilio huu wa kwanza, SLA. Lakini hapo ni ile linki yako inavobadilika badilika. Na sentensi ambayo sentensi ambazo tutatunga, sentensi 10 tutakazotunga ziwe na he be inside. Hapo tumepewa he be inside, yani he ndio subject, yeye mwanamume. Be ndio hiyo itakayobadilika badilika, hali ya kuwa. Inside wapi? Ndani. Kwa hiyo hapo sasa tunapata sentensi zetu ngapi? 10. Yani tuseme yeye mwanamume tuliopewa hapo hii, yeye yuko ndani. 2 alikuwa ndani. 3 atakuwa ndani. 4 angekuwa ndani. 5 anapaswa kuwa ndani. 6 anaweza kuwa ndani. 7 angeweza kuwa ndani. 8 huenda akawa ndani. 9 huenda angekuwa ndani. 10 lazima awe ndani. Tumetumia zile ko, likuwa, ta, nge, napaswa, naweza, ngeweza, huenda ka, huenda nge, lazima. Umeona? Sasa ukisema yeye yuko ndani, B yako pale katika present inayoendana na he ni is. Kwa hiyo utasema he is inside. Yeye alikuwa ndani, ile is wakati uliopita inakuwa was. He was inside. Atakuwa ndani, tulisema ile ta unaweka will. Alafu ile will lazima ifuatiwe na be. Huwezi ukasema will is au will am. Ile be inabaki kuwa be. Kwa atakuwa ndani, he will be inside. Nge unaweka would. Kwa hiyo angekuwa ndani, he would be inside. Napaswa unaweka should. Anapaswa kuwa ndani, he should be inside. Naweza unaweka can. Anaweza kuwa ndani, he can be inside. Ngeweza unaweka could. Angeweza kuwa ndani, he could be inside. Huenda ka unaweka may. Huenda akawa ndani, he may be inside. Huenda nge unaweka might. Huenda ange kuwa ndani, he might be inside. Lazima unaweka must. Lazima awe ndani, he must be inside. Unaona mpangilio wetu hapa unavyokwenda. Huu ndio mpangilio wetu jinsi tunavyokwenda. So far so good. Umefuatilia huo mpangilio vizuri, na hapo nikibadilisha subject na nikibadilisha adverbio unatengeneza sentences zenye mpangilio huu. Hizi ndio patterns ambazo tunatakiwa tuze practice katika sentence yetu hii ya kwanza, kabla hatujaenda kwenye mabadiliko mengine ya mpangilio huu wa kwanza. Sasa kuna hiyo adverbio hapo tumeweka inside. Neno moja
linaloelezea mahala. Kwa kuanzia tumesema inside. Sasa adverbio tunatakiwa sasa hapa tupate maneno mengi. Ina maana ukishasoma hizo patterns, hiyo mipangilio, sasa unataka upate maneno mengi badala ya inside. Kuna maneno mengi mengine. Kwa mfano hapa nikikupa hiyo inside, tumesema ni ndani. Unaweza kubadilisha ukasema outside, maana yake nje. Ukasema here, maana yake hapa. There, maana yake pale. Around, maana yake hapa karibu. Kwa hiyo mtu ukisema he is inside, unaweza kusema he is outside, yuko nje. He is here, yeye yuko hapa. He is there, yuko pale. He is around, yuko hapa karibu. Na kadhalika. Sasa nyingine, hii adverbio sio lazima iwe na neno moja kama hivyo inside, outside, here, there, around. Inaweza ikawa na kikundi cha maneno mawili, matatu na kadhalika. Kwa mfano maneno haya hapa, yote hayo ni adverbio moja. In the room, chumbani. At the station, kituoni. Kama ni kituo cha treni au kituo cha polisi, vyote hivyo, police station, train station na nini, kituoni. At school, shuleni. At work, kazini. At home, nyumbani. Kwa hiyo sasa hapo unatakiwa ujifunze maneno mengi sana yanayoelezea mahala namna hiyo. Aidha liwe neno moja au iwe kikundi cha maneno. Kwa hiyo hata kwenye kikundi cha maneno tunaweza kusema he is in the room, yeye yuko chumbani. He is at the station, yeye yuko kituoni. He is at school, yeye yuko shuleni. He is at work, yeye yuko kazini. He is at home, yeye yuko nyumbani. Si unaona? Kwa hiyo hapo sasa unahitaji tu misamiati. Tayari mpangilio umeshauona, mpangilio wa kwanza. Kwa hiyo sasa hapa moja kwa moja tunakwenda kwenye mazoezi. Tunakwenda kwenye mazoezi. Zoezi linasema tengeneza sentensi 10 kwa kila seti ya maneno yafuatayo. Kwa hiyo kuna seti 3 hapo. Ndio mazoezi yako kwa hii sehemu ya kwanza. Tengeneza sentensi 10 kwa kila seti ya maneno yafuatayo. Seti A ina she, be, outside. Tengeneza sentensi 10. She, be, outside manake yeye mwanamke, be kuwa, outside nje. Kwa hiyo useme yeye mwanamke yuko nje, alikuwa nje, atakuwa nje, angekuwa nje, anapaswa kuwa nje, anaweza kuwa nje, angeweza kuwa nje, huenda akawa nje, huenda angekuwa nje, lazima awe nje. Alafu unakwenda kwenye be, they wao, be hali ya kuwa, there pale. Ina maana pale sasa utatengeneza sentensi 10 za Kiingereza zinazomaanisha wao wako pale, wao walikuwa pale, wao watakuwa pale, wao wangekuwa pale, wao wanapaswa kuwa pale, wao wanaweza kuwa pale, wao wangeweza kuwa pale, wao huenda wakawa pale, wao huenda wangekuwa pale, wao lazima wawe pale. 10. Halafu si kuna I, mimi, be hali ya kuwa, at work, kazini. Kwa hiyo ina maana utatengeneza sentensi 10 zenye kumaanisha nini? Mimi niko kazini, mimi nilikuwa kazini, mimi nitakuwa kazini, ningekuwa kazini, ninapaswa kuwa kazini, ninaweza kuwa kazini, ningeweza kuwa kazini, huenda nikawa kazini, huenda ningekuwa kazini, lazima niwe kazini. Kwa hiyo hii kazi hapa ukishanitengenezea sentensi hizo 30, A 10, B 10, C 10, najua sasa unaanza kunifuatilia katika utungaji wa sentensi, na sasa unaanza kujua kuyapangilia maneno na kuyaweka katika sura zake zinazokuwa sahihi. Kwa hiyo sasa hapa kinachofuata ni wewe kufanya mazoezi haya. Fanya haya mazoezi na usidharau. Ikiwezekana chukua daftari, andika. Ukishaandika jaribu kusema. Ikiwezekana jirekodi wewe mwenyewe ujisikie. Mimi muda wa kusahihishia wanafunzi wengi sasa hivi sina. Kwa hiyo baada ya hili zoezi ina maana utapata majibu ya zoezi hili. Katika hayo majibu utawasikia wenyewe wenye lugha yao wanavyoongea, alafu wewe utaangalia zoezi lako lilolifanya na utathibitisha kwenye majibu.
Utathibitisha kwenye majibu yanayotolewa, utasikiliza wenyewe wanavyosema, uone kiasi gani umepatia, kiasi gani umeendana nao, na pale ulipokosea unarekebisha. Ndio hivi tunasoma, tunakwenda. Basi mpaka hapo tutakapokutana kwenye majibu ya zoezi hili, nikwambie bye bye for now.